Uislamu ni wewe, simama wewe imara, umesimamisha tayari Uislamu. Kwa hiyo upo kwenye kupambania nafsi. Mtu anataka kukuua, lakini muda huo huo unaambiwa usisahau kusoma. Ndio mfano wake. Yaani mmeenda jihadi kupambania nafsi zenu ambao ni pepo, mwingie peponi, mpambanie Uislamu, mwingie peponi. Bado Mwenyezi Mungu anawaambia msisahau kuna elimu. Wasitoke wote kwenda kupigana jihadi, wabaki wengine kwa ajili ya kusoma. Kwa sababu gani? Elimu ina umuhimu sana. Hiyo jihadi mmejua kwa nini mmejua kwamba kuna jihadi? Mmejua kwamba kuna jihadi baada ya kusoma. Kwa lazima watu wabaki waendelee kusoma mambo mengine pia. Hirs. Umeona umuhimu. Elimu ina umuhimu katika maisha yako. Elimu ina umuhimu katika maisha yako yote duniani na akhera. Kwa hiyo haipaswi kuitega mgongo hata kidogo. Na wala haipaswi kuichukua kwa wepesi. Haipaswi kuchukua elimu kwa wepesi. Yaani unaichukua tu basi. Unafundishwa unaenda unaacha hapo madaftari. Unafundishwa kile ulichokisoma haukipitii. Unafundishwa kile ulichokisoma haukifanyii kazi. Hilo ni kosa kubwa sana. Yaani hilo ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo mtu awe na hirs katika kila anachokisoma. Jambo la tatu, Imam Shafi akasema ijtihad. Jitihada. Ukiangalia kama vile inaendana na ya mwanzo. Ya pili ni mtu awe na hima ya kusoma. Nia ya kusoma. Sio vitendo, nia ya kusoma. Lakini linalofuata ni jitihada. Jitihada mara nyingi zinakuwa kwenye matendo. Yaani mmepewa dakika 10 za kusoma. Baada ya dakika 10 ni ruksa kwenda kufanya mambo mengine kwa yule anayetaka. Wewe ukaongeza dakika 5 mbele, ukawa unasoma dakika 15. Zile dakika 5 tunasema ni jitihada. Ni jitihada zako binafsi. Kwa lazima mtu awe na jitihada binafsi za katika kutafuta elimu. Lazima mtu asome. Aweke jitihada zake binafsi katika kusoma. Ijtihad. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mwenyezi Mungu anasema wale waliojipambania, wale ambao wamepambania dini ya Mwenyezi Mungu kwa nafsi zao, kwa mali zao, kwa uwezo wao, hao wataongozwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jipambanie. Angalia aya vizuri. Yaani nataka twende tunaelewa aya. Kidogo tunaelewa. Aya inamaanisha nini? Walladhina jahadu fina. Wale walioweka jitihada za kuiokoa dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawaongoa njia yake. Kaanza na nini? Jahadu, walioweka jitihada. Kisha lanahdiyannahum subulana, tunawaongoa, tunawaonyesha njia sahihi. Kwanza jitihada zako binafsi. Mimi nasoma sielewi, weka jitihada, Mwenyezi Mungu anakuongoa baada ya kuweka jitihada zako. Mfano huu tunaweza tukaupima katika mfano mmoja. Umar radhiyallahu anhu aliwakuta baadhi ya watu wako msikitini wamelala. Wanasemaje? Inna natawakkala ala Allah. Sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu na riziki zitakuja tu. Umar akawatandika, akamwambia Mwenyezi Mungu hajakusudia hivyo katika Qur'an. Mwenyezi Mungu hamaanishi kutawakal, kukaa bila kufanya kazi. La, fanya kazi, lakini uamini kwamba hii kazi ninayoifanya haiwezi kuleta manufaa ninayoyataka isipokuwa kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima uweke kazi, kisha muombe Mwenyezi Mungu akusaidie katika kile unachokifanya. Weka jitihada za kusoma, muombe Mwenyezi Mungu akuunge mkono, akuwafikisha, akupe uwezo wa kuelewa na akupe elimu. Akupatie elimu. Jambo la 4 ambalo ndio litakuwa la mwisho na wengine mawili tutayamalizia katika kipindi kijacho insha Allah. Imam Shafi akasema bulugha. Lazima mtu awe na bulugha. Kivipi? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Hii aya ndio msingi wa kauli ya Imam Shafi aliposema bulugha. Uwe na chakula, uwe na nyenzo za kukufikisha katika elimu. Ni lazima uwe na nyenzo za kukufikisha katika elimu unayoitafuta. Ni lazima uwe na nyenzo za kukufikisha katika kile unachokitafuta. Unatakiwa kusoma. Kwenye kusoma kuna kula, kuna kulala,
una afya, yani ukiugua utibiwe vipi. Haya yote inabidi uwe nayo ili uanze kusoma. Kwa hiyo huwezi ukasema basi mimi ninaenda tu kusoma hata kama chakula hamna. Hiyo elimu hutaichukua. Kwa lazima chakula ni cha muhimu katika kusoma, lakini kuna namna ya kula pia. Yani kuna somo la namna ya kula, inshallah tutakuja tulizungumzie. Kwa mtu ambaye anasoma kuna namna ya kula anapokuwa katika kutafuta elimu, hilo ni somo jingine. Lakini kwa sasa tutambue ni lazima mtu awe na nyenzo, awe na madaftari, awe na kalamu, awe na kitabu, awe na chakula, awe na pesa ya matibabu, kama ni sehemu kuna mbwa awe na chandarua na kadhalika. Hizo zote zinaitwa nini? Bulugha, vinavyoweza kukufikisha kwenye malengo yako, na msingi wa vyote hivyo ni chakula. Huyu Imam Shafi ametohoa kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu anaposema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, tafuta kwenye kile ambacho Allah amekupa. Mwenyezi Mungu amekupatia nini? Allah amekupatia mali, amekupatia chakula, tayari unacho. Hiki chakula nikitumie vipi? Nile, lakini baada ya kula niingie darasani kusoma. Baada ya kula nikae chini nisikilize muhadhara. Tunaona vizuri, lakini kwa lazima uwe na nyenzo. Zile nyenzo ambazo Allah amekupatia, zile nyenzo ambazo Mwenyezi Mungu amekuwezesha kuwa nazo, zitumie katika kutafuta elimu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Darasa inayokuja insha Allah tutamalizia vipengele viwili. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.